uchungu na wanasema hawaoni shida. Alisema ni kitu ambayo itakuwa kwa mwili kwa muda, kwa sababu nakumbuka kichwa yangu ilikuwa imefura sana. Mgongo. Sasa huyu kijana kuangaliwa mgongo ndio wakasema ati alikuwa na spinal TB. Ile kitu niweza kusikia ni mulio tu kama ya risasi ama ukanyaga tu plastiki pasuke. Hiyo ndio sauti iliweza kuingia kwa masikio yangu. Bado nikakuwa na maswali mingi. Mbona nikuwe na hii mashida yote? Na hii saa ingine ni kitu, kwa sababu nilikuwa nahisi uchungu. Na wanasema hawaoni shida. Alisema ni kitu ambayo itakuwa kwa mwili kwa muda, kwa sababu nakumbuka kichwa yangu ilikuwa imefura sana. Ukifinya hivi na mgongo. Sasa huyu kijana kuangaliwa mgongo ndio wakasema ati alikuwa na spinal TB. Ile kitu niweza kusikia ni mulio tu kama ya risasi ama ukanyaga tu plastiki pasuke. Hiyo ndio sauti iliweza kuingia kwa masikio yangu, na vile nilianguka hapo bado nikakuwa na maswali mingi. Mbona nikuwe na hii mashida yote? Na hii saa ingine ni kitu inafaa kushika mtu mzee kulingana na ile kufikiria nilikuwa nafikiria. Mpenzi mtazamaji, hii ni AGR Jisemee, ambapo nakuletea kisa kimoja cha jamaa mmoja ambaye anapitia magumu. Kwa hivyo nina wageni wawili leo, si mmoja kama kawaida, na ni kisa ambacho kina mengi ambayo tutaenda kuyasikia. Mimi ni Edwin Mukaya na ningependa kuchukua fursa hii kuwapatia ili waweze kujitambulisha, nikianza na mama. Naam. Mimi kwa majina ni Florence Mura. Hapa ndio kwangu, Manyerero Ward, Kenyoro Sub-Location, Megogo Location, kijiji Tabaka. Nami kwa majina ni Dan Kanombagi Nyangaresi. Mimi ndio mkubwa kwa familia ya Joseph Nyangaresi. Na nina familia, mke na mtoto mmoja, kijana. Kwa hivyo kuna kesi ama niseme ni simulizi ambalo niliweza kuongea na Duncan, ambao yale yote ambayo yalimkumba ama yalimfika kuanzia mwaka wa 2010. Hivyo pengine naanza na mama, utupatie historia kidogo, alafu yeye pia ataingilia kujazia, maana yake najua ndo na historia yote jinsi ilikuwa na yote hayo. Asante sana kwa hiyo nafasi. Huyu mtoto wangu alikuwa anasoma Kenyoro Secondary. Wakati huo ulikuwa 2010 mwezi wa 4, ilikuwa tuition, wakarudi kwenda kusoma. Kufika asubuhi yake hiyo nakumbuka ilikuwa tarehe 18 mwezi wa 4 2010. Kufika tarehe 19 mtoto akakuja asubuhi, mwanafunzi. Akaniambia unatakikana, ati baba Duncan anatakikana shule. Nikauliza kuna nini huko? Akaniambia sijui, nimeambiwa na principal aende. Kuenda kufika huko hakunirudishia majibu. Mimi nikakuwa na wasiwasi, nikafuata baba. Kufika huko nikapata kijana wangu aligongwa na kijana mwingine usiku. Ilikuwa kitu kama saa 4. Nikapata gari imeitwa, imeletwa, wanataka kumchukua Nyamira. Tukapanda gari, tukaandamana, tukaenda Nyamira. Kijana akahudumiwa Nyamira, kuangalia kwanza kutafuta sauti hii ya kijana ilienda. Hakukuwa anaongea. Sauti ilikuwa kidogo, lakini kuna alifunjika meno moja. Na kuna wengine walikuwa madaktari wa Nyamira walikuwa wanamtoa mahali huyo kijana alimgonga akaangukia. Sasa hiyo mawe ilikuwa imeingia kwa nyama ndani. Kumwangalia nafikiria ni painkiller walimdunga hapo Nyamira. Tukarara siku 3, akafunguliwa, tukarudi nyumbani. Kurudi nyumbani hakupata nafuu. Kakaa siku 3, hiyo sauti tena ikaenda. Tukatoka tukaenda Kisii
General. Akaadimitiwa huko. Sauti wakati ilikuja alikuwa anazungumza vizuri zaidi ama? Hapana, ilikuwa inakuja tu kidogo. Yaani anaongea unasikia kama ni sauti lakini kidogo. Naam. Wakati tulifunguliwa kutoka Nyamira, wakasema kijana amepona, sasa aenda nyumbani. Kufika hapa karara siku 2, tena ile sauti ikaenda. Hapo sasa ndio tukafikiria tena tukarudi Kisii General. General ndio wakasema tujui hii sauti ilienda wapi. Wacha sasa tumfanyie skani ya kichwa. Tukafanya skani ya kichwa, wakasema hawaoni shida. Kijana hana shida. Na kichwa alikuwa aje kwenye kichwa? Kichwa alikuwa amefura. Hiyo kichwa ilikuwa imefura hapo juu. Hapa vile inaonekana kuna ufimbo pato ijaisa. Wakasema hatuoni shida yenye itafanya huyu kijana kupoteza sauti. Naam. Tukakaa siku 5 General. Tukafunguliwa tukakuja nyumbani. Kitu ilifanya nikafunguliwa, baba yake alipata accident ya pikipiki wakati alikuwa anatoka huko General kuja kuona akurudi nyumbani. Alikuja kumuona kurudi. Sasa nikaambia madaktari siwezi hudumia wagonjwa wawili. Wacha sasa nifungulie kijana tuende nyumbani niende kuhudumia mzee amepata accident ya pikipiki. Aliumia mguu kakatika hapa akapelekwa dispensary nyingine Umora. Akarara huko wakamsuna alafu akafunguliwa asubuhi yake. Sasa ulikuwa na wagonjwa wawili kwa Nilikuwa na wagonjwa wawili siku hiyo. Huyu akafunguliwa akaenda kwa dada yangu. Tukaona sintaweza kuwachunga wawili, wacha aende kwa dada yangu aende kumchunga na mimi nichunge mzee. Sasa tukakuja. Wenda huko kwa dada yangu, tena dada yangu akanipigia simu. Kaniambia hiyo sasa imekuwa serious. Kijana sasa ndio sauti imeenda kabisa, aongei. Sasa anatoa mate tu inadiririka peke yake. Tukatoka na dada yangu nikaenda Tenweki. Kufika Tenweki tulipata daktari mzungu. Daktari mzungu alisema mko na skani yoyote, nikamwambia tuko naye. Akasema hebu hiyo skani. Kaangalia skani akasema kichwa haina shida. Hii sauti hatujui sasa imeenda wapi. Wakamfanyia testi ya damu, akasema hana kitu yoyote itaweza fanya akose kuongea. Daktari akasema mrudi the next month ilikuwa inafuata, alafu nikuje kuona hii madawa umechukua kama imemsaidia. Tukarudi nyumbani, Tenweki hatukuadimitiwa. Tukarudi nyumbani, nikamwacha tena kwa dada yangu, nikakuja kuhudumia mzee. Hiyo madawa akakunywa. Dada yangu akaniambia hata kama hii madawa kijana anakunywa mimi sioni hii madawa inasaidia nini, kwa maana situation ni ile. Kaendelea tu kukaa hapo. Sasa nikasema nifanye nini? Tukatoka tukaenda sasa Eldoret. Referral Eldoret. Eldoret wakatuuliza mko na skani yoyote, nikawaambia kuna skani ilifanywa ya General. Hiyo ndio tuko nayo. Wakasema hatuwezi fuata ya General, wacha sasa tupige yetu. Wakapiga yao. Wakasema hatuoni shida, kijana hana shida, itaweza fanya asiongee. Hiyo ilikuwa mwezi wa 4, bado shule sasa imefunguliwa hapo, ameendelea sasa na hiyo, hakurudi shule sasa. Hiyo uonja sasa imeendelea hivyo, hiyo sauti hakuna. Akakaa paka mwezi wa 10 bila kuongea. Mtihani ikatayarishwa. Walimu wale mahali aliongewa kwa shule wakasema tutafanya nini? Huyo kijana atakuja akuje kufanya mtihani. Akaenda akafanya mtihani. Hiyo ilikuwa kama sasa hiyo mwaka inaenda kuisha, inakuja next year mpya. Huyo kijana sauti yake ikarudi kama tarehe 29 2011. Ikarudi sasa akakuwa vizuri kabisa. Akakuwa vizuri kabisa, anaongea lakini alianza sauti kama msichana sasa. Kama msichana ikakuja pole pole akaanza kuongea. Wakati sauti ilikuwa inakuja, mtihani ilikuwa ichatoka. Mtihani ilikuja kutoka kama mwezi wa, ninafikiria ni ile mtihani ya zamani ilikuwa inatokanga mwezi wa 3. Mtihani kutoka akapatikana ako na grade ya D+. D+, walimu wakaniambia kwa sababu huyu kijana hakusoma mwaka mzima, wacha tumrudishe kwa shule, alafu tufanye nini tukulipie fee. Wakamrudisha kwa shule, wakaanza kumlipia fee. Form 3. Sasa form 3 kijana kufika kuenda kufanya mtihani wa kuenda form 4. Hakufanya hiyo mtihani. Kijana hakuamka aende, akakwama kwa nyumba. Hapo sasa ndio hiyo shida ya mgongo ilianzia.
na miguu vile mnamuona hivi. Hiyo story ni ndefu sana. Kwa hivyo kuanzia kitambo alikuwa shida tu yenye ilikuwa inaonekana kwa kichwa. Ilikuwa kwa kichwa. Sasa ule daktari wa Tenweki nakumbuka alituambia hata hii ikiisha itaesa enda mahali. Kwa hivyo msifikirie amekuwa vizuri. Hii impact ya Nyaligongo hapo shule hii itaesa kumuaffect mahali. Alafu hapo sasa tukaanzia hapo hiyo story yake, tukaenda sasa kutoka hapa tulimpeleka wakati tulimpata amekwama kwa nyumba. Tukamtoa tukakomboa gari tukampeleka Kirismalian. Kirismalian akakaa huko siku 9. Hakuna change. Kutoka Kirismalian tukamrudisha tena hapa nyumbani. Sasa tukaenda Mbagatia. Kutoka Kirismalian hawakupata anything. Hawakupata anything. Walikuwa tu wanamdunga sindano, ndio nilikuwa nauzia hii masindano alikuwa anadungwa ni ya nini. Sasa tukaenda Mbagatia. Kutoka Mbagatia tukapewa rifaro kwenda Kenyatta. Kenyatta sasa ndio ilianza kushughulikia huyu kijana. Wakasema hapo kutoka Kenyatta wakamubuki kliniki au akienda kliniki sasa kumuangalia kuna nini inaendelea. So kutoka Kenyatta transport ndio ilikuwa inakosa kuenda Kenyatta. Akaambiwa aende Mama Rusi. Mama Rusi ndiye alikuwa na attend sasa kliniki. Ndio walikuja kupata huyu kijana ako na shida ya mgongo. Akienda hapo bado alikuwa anaweza kutembea. Alikuwa anatembeanga lakini anafuruta mguu. Yaani kutembea kwake unaona anatembea hii mguu ya mkono wa kulia anaifuruta. Sasa hiyo ndio tulikuwa tunashindwa hii mguu mbona anaifuruta kama anafungiwa hapa ndani. Hapo ndio sasa shida ilianzia. Tukaanza sasa kushughulika, madaktari wakamuangalia, wakasema anafaa kufanyiwa operation. Hiyo operation wakati wa Mama Rusi walisema, Kenyatta akaenda wakasema hapana, tutakurudisha tena ufanyiwe MRI tuone hiyo shida imefanya nini, imefikia wapi. Kuangalia hiyo shida wakasema utaenda operation. Hiyo operation kusema ataenda, tukarudi sasa nyumbani, tukaambia kijiji, wakatusaidia pesa. Hiyo operation Kenyatta walisema wanataka 1450 ya kuenda kumfanyia operation ya mgongo. Sasa huyu kijana kuangaliwa mgongo ndio wakasema ati alikuwa na spinal TB. Ndio imeharibu sasa hiyo mgongo kabisa. Haya sasa tukafanya hiyo mchango, tukarudi Kenyatta, ndio tukaenda kuona daktari mwingine. Huyo daktari akasema hawezi admit huyu Kenyatta General, atamuadmit kwa private wing. Akasema sasa alisema sababu ni zipi? Ati Kenyatta kuna congestion. Ati huko wagonjwa ni wengi, hawezi pata nafasi ya msaidia haraka. Vile situation yake ilikuwa inaonekana. Sisi tukakubali aenda awekwe hapo private wing. Kumbe private wing pesa ilikuwa huko hata hatuna samba sisi tutaweza usa. Private wing pesa walihitaji huyu msungu huyu muhindi aliomba ni yake ya kibinafsi, lakini private wing kuna pesa tena ya hospitali kitanda na nini mtakuwa mkilipa. So tuseme 450 ilikuwa ya daktari yake. Ni yake, hiyo ni yake ya kufanya kazi ya mgongo. Lakini ya hospitali kama kitanda sasa hiyo sisi ndio tutagharamia. Tukapata mtu mwingine huko akatuambia mmekubali huyu aende huko private, hamtaweza. Hamtaweza private wing, kama mko na mamilioni ya pesa nyinyi kubali aende kufanywa operation huko. Kijana alikuwa atembei. Hapo alikuwa amesaa kunywa madawa mwaka mzima ya TV. Akapona. Tena hiyo shida tena ikafanya nini, ikarudi sasa kukosa kutembea kabisa. TV yenyewe alitibiwa ikapona. Sasa kuanzia hapo ndio hii shida imeendelea, tukaenda Kichabe ndio imekuja kugundua huyu kijana anafaa kufanyiwa operation ya mgongo, lakini hawawezi fanya mara moja. Kwa hivyo huyu aliomba 450 mkaachana na yeye mkatoka
Mkatoka Kenyatta? Tukatoka Kenyatta sasa. Kenyatta kitu ilifanya tukatoka ni kwa ile njia walikuwa wanatuchukua hivi hivi. Na huyu atembei bado anaisia uchungu, analia. Sasa tukasema siku moja wacha apelekwe Kichabe. Kwenda Kichabe, sasa Kichabe ikaanza process tena mpya. Wakasema wakatuma afanyiwe MRI ingine, waangalie hiyo ubaya imefika wapi. Akarudishwa Nairobi, akafanyiwa MRI, akarudishwa Kichabe, wakaangalia hiyo MRI ndio wakamchukua tieta kumwekea hiyo sindani. Kuna sindano wanamwekeanga, hiyo sindani imekuwa ikimsaidia sana. Wanamwekea kama ya wiki 2, mwezi moja, vile inalingana vile wanaangalia mwili yake vile iko. Sasa ikafikia Kichabe, wamesema watampeleka tieta raundi ya 3, lakini tuchipange sasa. Wanataka pesa 300, hiyo ndio pesa wanataka. Tuko na kadi ya NHIF. Hiyo kadi walisema itakaramia tu kitu kidogo. Shida tena ilikuja ikatukumba, ile sasa ilitukumba mbaya ni hiyo ya masikio. Hiyo ya masikio hatukukuwa tunajua kama masikio yake haifanyi kazi. Madaktari wa Kichabe ndio walikuja kugundua masikio yake haifanyi kazi. Yote? Yote ni yote, lakini moja ndio mbaya zaidi. Ule mtoto vile alimgonga akaanguka, kumbe alimuharibu. Sisi hatukujua kama amepasuka hiyo. Hizo hospitali zote, Nyamira, Kisii hapa Kitiare, hakuna pahali hakuna wenye waligundua ati ako na shida ya masikio. Kichabe ndio imekuja kugundua. Kwa sababu alikuwa na kisungusungu sana. Sasa walikuwa wanamtafuta hii kisungusungu inatoka wapi. Ndio wakakuja kugundua masikio yake moja haifanyika, hii nyingine ina struggle kusikia, so ndio inafanya sasa kisungusungu inaenda kwa kichwa. Okay. Sasa tumefikia hapo. Sasa kitu tu tulikuwa tunaomba ni usaidizi wa hii pesa. Hii pesa sisi hatutapata. Mzee ni mgonjwa, akona sukari, akona pressure. Na huyu kijana ni mtu mdogo, akona pipi na mtoto. Mimi sasa kama mama, sioni kama nitaweza kumuhudumia. Nikuje sasa kumulisa nyumbani nilishe bibi yake. Nilikuwa naomba wenye wakona nia nzuri watusaidie tupate pesa atibiwe Kichabe. Wamesema wataweza wamsaidie ili arudi vile alikuwa afanye kazi alise jamii yake. Kwa hivyo Kichabe wanasema ukipata, walisema NHIF itagharamia kidogo. Itagharamia kidogo. Alafu sasa kwa hivyo pesa zile unastahili kwenda nazo cash? Cash walisema tunaenda na 300. Okay. Hiyo ni cash walisema. So NHIF hatujui ni pesa kidogo gani, kwa hivyo pesa yote vile tunaangalia. So walisema tuende na 300 cash. Kwa hivyo wanaona NHIF itaweza gharamia hata 50 hata 100. Walisema NHIF inagharamia kitanda tu. Kitanda siku yenye atawekwa atarara kitanda NHIF itagharamia. Tayari NHIF imekuwa ikigharamia kwa sababu vile alilala Kichabe siku 3 ni NHIF iligharamia. Alafu sasa wakasema kwamba ukipata hizo hela 300,000 anaweza kuwa na uwezo tena wa kutembea kawaida. Walisema huyu ni mdogo, watamaliza hiyo shida. Vile wameangalia na hii MRI wanaendelea kumupigia kumuangalia naye. Ilikuwa kwamba ama mama ameshasema kwamba ulipigwa pale shuleni. Pengine utueleze hiyo ni kupigwa ina gani ilikuwa hadi kasababisha maafa yote? Kwanza kabisa acha nikushukuru. Nasema karibu. Nakumbuka ilikuwa siku ya kwanza kurudi shuleni after first term, so karudi ile hali ya tuition. Huo usiku ile kugongwa niliweza kugongwa kwa kweli mimi sijui, lakini nakumbuka mahali tulikuwa tumesimama, tulikuwa saidia watu 3 ama 4 tukiongea, hakukuwa na stima ilikuwa imepotea. Ile kitu niweza kusikia ni mulio tu kama ya risasi ama ukanyaga tu plastiki pasuke.
Hiyo ndio sauti iliweza kuingia kwa masikio yangu, na vile nilianguka hapo sikuweza kujijua. Nilikuja kupatikana baadaye kulingana na vile naelezewa. So hiyo kugongwa, niliweza kugongwa, sijui kama ama labda alinigonga na kitu ama chuma, sijui kabisa, lakini ni hiyo sauti tu niliweza kusikia ikiingia kwa masikio, na vile nilianguka hapo nikapoteza ufahamu. Wewe mwanafunzi ulikuwa unamjua? Sikuwa namjua, lakini niliambiwa alikuwa nyuma yangu, alikuwa form 3 na mimi nilikuwa form 4, lakini hatukuwa na uhusiano na yeye kabisa. Hamkuwa mmekosana? Hapana. Kwa hivyo ilikuwa ni usiku, umesema hakukuwa na stima? Yeah, ilikuwa ni usiku, kukakuwa na hiyo blackout. Sasa na masaa ya kurudi kwa domu ilikuwa ishafika. Sasa hiyo hali ya kurudi ndio tukafika kwa basement, vile tumesimama tukiongea na wenzangu, ndio hii accident ikatokea hiyo. Kwa hivyo vile hii accident ilitokea, hukuona anything, ulisikia tu mulio? Hivyo tu. Nilikuja kujijua kesho yake. Ndio nilikuja kujitambua nikiwa hospitali ya Nyamira. Na Nyamira ikaniweka hapo kasaidia siku 3 kama sio 4. Nikarudishwa nyumbani. Kurudi nyumbani sasa pia walikuja kugundua kama sauti yangu haiko sawa. Lakini mimi nikiongea nilikuwa nasikia ni kama naongea tu kwa sauti ya kawaida. Lakini mwenye hawasikia sauti. Yeah. Lakini mwenye naongelesha haezi akanisikia. So niseme safari yangu ilianzia hapo ya ugonjwa. Baadaye huo mwaka wa 2010 ikawa ni in and out hospital mpaka ikafikia wakati wa kufanya mtihani. Karudi ikafanya mtihani. Baada ya mtihani kutokea, walimu wengine wakapropose nirudi form 3. Nikarudi, sikukataa. Ulikuwa unatamani kurudi ama? Nilikuwa nimejiseti kurudi shule kwa sababu nilikuwa nachelewa niseme. Mimi nikakubali nikarudi form 3. Lakini hata hiyo form 3 sikuimaliza. Nakumbuka nikiwa hapa nyumbani kwetu, asubuhi moja nilishindwa kuamka. Nilishindwa kuamka. Nilijipata tu yani nasikia kama nimefungwa. Mamangu alikuja kunipata baadaye. Nikapelekwa hospitali ya Kisii Marian nilikaa zaidi ya wiki moja na nusu. Wakatutuma Tenwek. Na hiyo ilikuwa baada ya kusema waoni shida yote. Nikapelekwa Tenwek. Tenwek pia nao wakasema hawaoni shida. Lakini kwa kukumbuka daktari mwenye aliniona alisema ni kitu ambayo itakuwa kwa mwili kwa muda. Kwa sababu nakumbuka kichwa yangu ilikuwa imefura sana. Ukifinya hivi hata kidole inaingia. Akaniambia itachukua muda hata sauti kurudi. Na labda sauti ikirudi kichwa ndio nayo utapona, lakini huenda ikawa hii shida yako imejificha mahali na itakuja kuonekana baadaye. Kaendelea hivyo. Hiyo ni 2011. Hapo sasa nishatoka shule. Nikasema sasa hata mambo ya shule acha ikae. Vile tulitoka nakumbuka Tenwek walitupea clinic nyingine, lakini si kurudi. Nilirudi mara moja, sikwenda mara ya pili. Ndio tena tukaenda hospitali ya Mbagati. Kwa sababu nilikuwa nahisi uchungu. Na wanasema hawaoni shida.
Nikaenda Mbagati wakatupea referral kurudi Kenyatta. Kwenda Kenyatta, kuna zile picha niliweza kuandikiwa za X-ray, CT scan na MRI. Kati ya hizo picha, CT scan walisema haina shida. Lakini hapo sikio langu moja lilikuwa linatoa usaha. X-ray nao wakasema kuna shida inaonekana ambao mimi sikuweza kuelezewa, na hata ile ripoti iliandikwa na daktari kwa sababu pale ripoti yenyewe walikuwa wanaweka kwa file na hiyo file kuaccess ni ngumu. Nikatulia, nikaandikiwa next clinic, na hiyo ilikuwa after 2 months. Nikarudi clinic tena, nikatuma picha nyingine ya X-ray. Hiyo X-ray nilitumwa ikakuwa na question mark. Nikaambiwa niende University of Nairobi nipiwe X-ray nyingine. Kupiwa X-ray nyingine University of Nairobi ni wakarecommend MRI. MRI yenye walicommend bado nayo ikakuwa na question mark. Malignant process. So I was surprised. How? At my age, cancerous? Nikauliza daktari, inaweza happen kweli? Akaniambia ndio maana iko na question mark. Hiyo ripoti niliweza kuipiga picha Kisii, niko nayo. So nikakuwa ni kama nimeshtuka, kwa sababu kuna yale magonjwa mengine niseme kama mimi naweza fikiria ni ya mtu mzima. Sasa hiyo sikukufa moyo, nikajikaza tena, nikaandikiwa clinic nyingine after 1 month. Kwa hiyo clinic sasa, hiyo ni 2013. Kama bado nilikuwa na maumivu, lakini nilikuwa nafanya kazi. Kuna kibarua fulani nilikuwa nafanya pale Kamkunji kwa duka ya msee mwingine inaitwa Msimamo. Nilikuwa nafanya hiyo kazi nikiumia sana, lakini nilikuwa najituma. Wakati nilienda Kenyatta kwa hiyo clinic, wakaniambia ugonjwa yenye uko nayo tuijui. Tunaona ni kama uko na spine injury, lakini bado kuna kitu inaonekana. Wakanituma kaniambia niende mama harusi. Nakumbuka nikienda mama harusi nao waliniandikia picha yao ya X-ray. Kwa hiyo X-ray wakasema niko na growth. Bado niliuliza huyo daktari, Kenyatta imesema ni malignant process question mark. Nyinyi mnakuja mnaniambia ni growth na mnaniandikia operation. Niko na shida gani? Kwa sababu ile ujungu na hizi sioni kama inaambatana na ile maneno mnaniambia. Daktari akaniambia wewe unafaa kufanya operation. So nikumbuke hiyo mwaka wa 2014 sasa kama inaanza, mama harusi nikipangiwa hiyo operation kwenda, daktari mmoja alikataa. Akaangalia zile ripoti akasema huyu hapana. Kuna kitu tunafaa kufanya. Aidha tufanye mara nyingine ama scan ndio tujue mahali tunaweza gusa. Nikarudi Kenyatta nikafanyiwa tena MRI. So ikawa ninachesewa MRI, X-ray. Unaandikiwa MRI peke yake, ukiandikiwa from thorax to lumbar ni over 34 ama 36k. Hakuna pesa. Lakini ilikuwa inapatikana, unajaribu unapata. Hii MRI ikakuja kusema niko na spine injury na TP spine. So daktari Ong'ang'o akaniandikia the following clinic after 1 week, ndio mwenye natapata anipe mwelekeo sasa before nirudi mama harusi. Mwenye nienda kupata alikuwa anaitwa Ombachi akasema wewe tutakutibu TP kwanza. Nakumbuka clinic yenye nilikuwa naenda Kenyatta ni ya neuro. Na neuro sasa ikanituma orthopedic number 5.
ya watu wa mifupa. Sasa hapo huyo Ombachi ndiye alinirudisha, kaniambia uko na TP spine na uwezi fanyiwa chochote mpaka utibiwe TP spine, ikiisha ndio tuanze kutafuta hii shida nyingine ya spine. Nilirudi mama harusi, nilikunywa dawa the whole of 2014. Nikarudi Kenyatta, wakasema TP imeisha. Sasa hapo nikiwa 2015 kama ndio inaanza, nilikuwa nimepata kazi katika duka la Tuskys. Baada ya grade wakati ulikuwa sawa kidogo, naweza tembea. Nilikuwa sawa kidogo natembea, lakini bado ni ile kuchikasa tu. Sababu hapa nilikuwa nahisi uchungu mwingine ambao si ya kawaida. Uchungu ulikuwa nahisi kuanzia hapa kwenda kwenda chini, kuja juu nilikuwa tu sawa. Nikakunywa dawa, mwaka mmoja ikaisha. Nikarudi nikaambiwa TP imeisha. Na hapo sasa ndio nikatafuta hiyo kazi, nikatoka pale Kamkunji, nikaingia kwa hilo duka la Tuskys, nikafanya Tuskys. Lakini pale Tuskys napo sikuweza, ile kazi yangu iliweza kukatishwa kwa sababu ya ile maumivu nilikuwa nahisi, na saa zingine mbele ya customer hata management ikajua ikasema huyu asiendelea na kazi yetu. Bado nilikuwa na attend hizo clinic, si Kenyatta, si mama harusi. Tena kufikia 2016 hiyo uchungu bado. Sasa nikasema hapana, acha niende, hata kama Kenyatta walisema hii TP imeisha na bado walisema niko na spine injury, wacha sasa niende ni retrieve hiyo file, sababu walikuwa washafunga ile ya TP, ikakuwa ni kama niko discharged. Nikarudi Kenyatta wakasema sasa tena utaanza matibabu upya, mambo ya x-ray tena ikaanzia hapo, MRI tena upya. X-ray ya kwanza nilipigwa Kenyatta, wakasema wakasema ni spindlosis kitu kama hiyo. Nayo ikarekomendiwa na MRI. Kwenda MRI ndio ikakucha, yes, kuna spine injury, kuna disc dislocation, disc degeneration. Bado nikakuwa na maswali mingi, mbona nikuwe na hii mashida yote, na hii saa ingine ni kitu inafaa kushika mtu mzee kulingana na ile kufikiria nilikuwa nafikiria. Nikachikubali, nikarudi kwa nyumba, nilikaa zaidi ya mwezi mmoja. Ikafika sasa ni kama nimeanza kulemewa, siesi nama, siesi tembea. Sasa ilikuwa mwaka gani wakati uligundua kwamba huwezi azima? Hiyo sasa ni mwaka wa 2018, lakini bado kuna ile uchungu unaweza hisi, lakini useme wacha tu nijikaze, kwa vile nilikuwa na familia. Nikuulize mama, shule pengine ilisaidia kumtoa shuleni kumpeleka hospitali? Sura haikutusaidia kitu yoyote wakati tuliita mchango kwa kijiji. Ndio nakumbuka mwalimu mkuu alikuwa wakati huo, huyu mwenye alikuwa wakati huo kijana wanagongwa na huyu mwingine. Ndiye alitupea 3000. Na hivyo ikaisha hivyo. Ikaishia hapo. Kwanza sisi hatukufuatilia kwenda shule. Vile tulimtoa huko tukampeleka hospitali, tukaendelea na hiyo shughuli, akaenda kufanya mtihani kama akiwa aongei. Sasa wakaniita wakaniambia, wacha turudishe huyu mtoto form 3 tutakulipia. Mimi nikakubali, akarudi form 3. Sasa kurudi form 3 vile tena alianza kugonjeka, story yangu na shule ikaisha. Na huyo mwanafunzi ambaye alimgonga pengine ameikuja kumtembelea kumjulia hali? Hata hatukufuatilia tujue alifanya mtihani hapo kwa shule, alienda wapi, hatukufuatilia hiyo. Sisi tu tulianza shughuli yetu na kutibu mtoto wetu. Kwa hivyo niulize, kwa hivyo ametoka hospitali muda upi umeupita hiyo clinic?
Tangu sasa kurudi hospitali alikuwa anafaa kurudi tarehe 6, lakini hakurudi kwa sababu mwezi uliopita. Hakurudi kwa sababu ya kulemewa na transport kutoka hapa Kisii kwenda Kichabe. Hiyo pesa ndio tulikosa ya kumrudisha huko. Sasa kapiga simu ye mwenyewe. Madaktari wa Kichabe hawatakangi kuongea na mgonjwa. Huyu alipiga simu ikaitana wa kuchukua. Tena akapiga akaniambia shika hiyo simu ongea. Mimi nikaongea nikawaambia sisi ni fulani fulani, tulikuwa tunaattend kliniki tarehe fulani, hatukukuja kwa sababu ya pesa, tunaomba mtupee tena tarehe nyingine. Kasema sawa, kama mmesema hivyo tutawapea. Sasa wakatuambia tarehe 17 mwezi huu ndio anafaa kurudi. Hiyo kurudi tena vile tunaona hata rudi tena, kwa maana kutoka hapa nyumbani mpaka Kichabe ni pesa nyingi sana, na hawezi kwenda na matatu, hawezi enda na hizi gari anafaa kuenda na gari ya personal. Na hiyo gari sasa kutafuta kuweka mafuta kufika huko na kurudi mpaka hapa inakuwa ni gharama. Shida hatuna kitu, sisi hatuna kitu yoyote. Hata ng'ombe tulikuwa naye tuliuza ili kulipia. Pengine ningetaka kuuliza ilikuwaje, unajua ni gharama kubwa zaidi, lakini kama ulikuwa unauza kwa nauza. Kwanza pesa ng'ombe ya mwisho tu tuliuza ni hii ya MRI yake ya Kichabe. Ndio tulikuwa na ng'ombe tukauza shilingi 55,000. Kafanyie MRI 32 na hiyo transport hiyo pesa tena ikaisha. Pengine tumalizie hapa. Kuna lingine la kuongezea mama? Mimi sina lingine, ni hili na washukuru. Naomba Mwenyezi Mungu yoyote mwenye ataguswa na hili jambo, najua tu Mungu atasimama na yeye. Najua ukitaka kufanya kitu njia ni mbili, kuna roho yenye inakuambia fanya, wacha. Naomba sana roho ya kufanya ikuwe nyingi, watusaidie kijana apate matibabu arudi vile alikuwa. Asanteni sana. Nimeshukuru sana. Mpenzi mtazamaji, hili limekuwa ni simulizi ambalo pia mimi limenigusa, na ikiwa uko na uwezo wowote wa kusaidia, umeguswa, nambari imetolewa na ndio hii hapa chini. Kwa hivyo unaweza tuma chochote kile ili uweze kumsaidia huyu bro. Ameongea hadi mimi mwenyewe nikasikia kamba ni machozi yananidondoka. Lakini kwa yote nimeshukuru zaidi. Tukutane tena kwenye mpango mwingine Jisemee. Kwa sababu nilikuwa nahisi uchungu. Kwa nahisi uchungu. Na wanasema hawaoni shida. Alisema ni kitu ambayo itakuwa kwa mwili kwa muda. Kwa sababu nakumbuka kichwa yangu ilikuwa imefura sana. Mgongo. Sasa huyu kijana kuangaliwa mgongo ndio wakasema ati alikuwa na spinal TB. Ile kitu niweza kusikia ni mulio tu kama ya risasi ama ukanyage tu plastiki pasuke. Hiyo ndio sauti iliweza kuingia kwa masikio yangu. Bado nikakuwa na maswali mingi. Mbona nikuwe na hii mashida yote? Na hii saa ingine ni kitu